Habari mtazamaji wa Rendwellers, karibu leo tena katika kipindi kingine cha Zijue Senti Zako, kipindi ambacho kinakujia kwa ushirikiano mkubwa wa Rendwellers pamoja na Toronto Legacy Services. Lengo la kipindi hiki ni kuendelea kukupa mbinu, maarifa na ujuzi ambao unakuwezesha kuzisimamia fedha zako ili uweze kupata manufaa kwa miaka ambayo inakuja mbele. Mimi ni Maombi Abdi, mtaalamu wa elimu ya fedha niliyeidhinishwa na Benki Kuu. Karibu sana. Leo tutaenda kuangalia mada ambayo inawaathiri karibu kila mtu na karibu kila kaya, na mada yenyewe ni makosa yanayokufanya ushindwe kuokoa fedha zako ambazo utaziweka kama akiba. Mara nyingi watu wengi wanapokuwa wamepata pesa huwa wanajipa matumaini makubwa sana kwamba wanaweza kutunza zile fedha zao na hatimaye mwisho wa mwezi waweze kuwa na kiwango ambacho kimebaki ili waweze kukiwekeza kwenye mambo mengine ya msingi. Kitu ambacho kinatokea, huwa wanashindwa kutimiza lengo lao kabla ya mwezi kuisha au mwisho wa mwezi wanajikuta hawana kiasi ambacho kimebaki, na ni hali ambayo inawakwamisha watu wengi katika kufikia uhuru wao wa kifedha. Lengo la kipindi chetu leo ni kukuonesha makosa makubwa matano ambayo huwa yanafanyika na kupelekea watu wengi kushindwa kutimiza malengo yao ya kuokoa fedha na hatimaye kuwa na akiba ambayo inabaki kutokana na vipato vyao vya kila siku. Kosa la kwanza ambalo linawagharimu watu wengi ni kukosa kuwa na budget ya kweli. Watu wengi wanaishi bila kuwa na budget. Hata wale ambao wanazo hawazifuati kwa uaminifu, hali ambayo inawafanya wakose nidhamu za kifedha na kuwafanya washindwe kupiga hatua yoyote katika uchumi wao. Hauwezi ukawa na akiba yoyote kama tabia yako ni hautumii budget ya ukweli katika maisha yako ya kila siku. Kosa la pili ambalo watu wengi wanalifanya bila kujua ni kuchelewa kuweka akiba. Watu wengi wana kasumba ya kuweka akiba baada ya kufanya matumizi yote. Katika sheria za fedha, hilo ni kosa kubwa sana na limekuwa likiwagharimu watu wengi katika maisha yao ya kifedha. Kanuni zinatutaka tutumie fedha baada ya kuwa tumeshaweka akiba. Hii ni hali ambayo inaweza ikakurahisishia mchakato wewe kuhakikisha unapata akiba katika kile kipato ambacho unakipata kila siku. Kosa la tatu ni kuwa na matarajio makubwa sana. Unamkuta mtu mshahara wake au kipato chake kwa mwezi ni shilingi 500,000, lakini anaweka malengo ya kuwa na akiba ya shilingi 700,000 mpaka 800,000, kitu ambacho hakina uhalisia na maisha yake wakati huu na hawezi kufikia lengo lake hilo. Kwa hiyo ili uweze kuwa na akiba, hakikisha unakuwa na malengo ambayo yanaendana na kipato chako na uweze kuishi chini ya kile kipato ambacho unakipata, ili hatimaye uweze kuwa na kiasi ambacho kinabaki kama akiba ili uweze kukitumia katika mambo mengine yenye tija kama uwekezaji. Kosa la 4 ni kukosa kujua sababu ya kwa nini unataka kuweka akiba. Wakati unapofanya vitu ambavyo haujui sababu yake, mara nyingi huwa unaishia katikati ya safari hiyo na unaweza ukachoka na kukufanya ukate tamaa kabla hujafikia lengo lako. Ili uweze kuwa na nguvu na motisha ya kufanya mambo mengi, hakikisha unakuwa na sababu itakayo kudrive na kukupa hamasa ya ndani itakayo kusukuma kutimiza malengo yako. Weka akiba, weka malengo ya mfano kutengeneza mfuko wa dharura, weka malengo ya kununua viwanja, weka malengo ya kujenga nyumba, lakini weka malengo ya kuwekeza katika hisa, katika hati fungani na sehemu zingine zote ambazo zinaweza zikakupa mapato makubwa. Unapokuwa na malengo yanayoeleweka, yanakupa sababu ambayo itakufanya wewe uendelee kufanya huku ukijua kuna kitu ambacho unatamani kukikamilisha, na hiyo itakufanya upate nguvu ya kuendelea hata pale unapohisi kuchoka katika safari yako hiyo. Kosa la 5 ambalo watu wengi wanalifanya ni kuishi kwa kuiga maisha ya watu wengine. Katika hii dunia kila mtu ana safari yake.
Spidi ya maisha ya mtu mmoja inatofautiana na spidi ya mtu mwingine. Usiishi kwa kumwangalia mtu, kwa sababu hiyo inaweza kukukwamisha katika ndoto zako na malengo yako ya kifedha. Sasa tuangalie ni kwa namna gani unaweza ukajinasua katika mtego wa kushindwa kuokoa fedha zako na hatimaye kuweka akiba ambayo itakufanya uweze kupiga hatua katika uwekezaji na masuala mengine muhimu ya kiuchumi katika maisha yako. Cha kwanza ambacho unatakiwa kukifanya ni hakikisha unakuwa na bajeti ambayo inaendana na uhalisia wa maisha yako. Hakikisha unaiandika bajeti yako na uifuate kila mwezi kwa uaminifu. Kama umeweka mwezi huu bajeti ya chakula ni tuseme shilingi 200,000, hakikisha hauzidi kiasi hicho ili usiathiri sehemu zingine za fedha yako. Kitu cha pili ambacho unaweza ukakifanya ni kuepuka kuishi kwa kuiga watu wengine. Hakikisha unaishi maisha yako yanayoendana na kipato na uhalisia wa maisha yako ya kifedha ulionayo wakati huu. Kitu cha tatu ambacho unaweza ukakifanya, hakikisha unakuwa na malengo ambayo yatakupa nguvu na hamasa ya kuendelea kufanya vitu vinavyoendana na malengo yako au na matarajio ambayo unatarajia kuyakamilisha. Kitu cha nne, hakikisha hauwi na matarajio makubwa ambayo yanazidi kiwango unachokipata kwa kila mwezi. Na kitu cha tano ambacho unaweza ukakifanya, hakikisha unaweka akiba kabla ya kuanza kutumia pesa yako. Tengeneza utaratibu wa kujilipa kwanza kabla haujafanya mambo mengine. Kwa hiyo kama unataka kuweka akiba katika kila kipato ambacho unakipata, acha kuishi maisha ya watu wengine. Acha kuiga namna ambavyo watu wengine wanaishi. Anza kuishi maisha yako. Nimalizie kwa kusema watu wengi kukosa akiba haihusiani moja kwa moja na kukosa vipato. Badala yake inahusiana na mipango mibovu ya fedha zao. Ili uweze kuwa na akiba katika kila kipato ambacho unakipata, anza kujenga tabia ya kuwa na bajeti ya kweli. Benjamin Franklin aliwahi kusema, pesa kidogo inayowekwa kila siku inatengeneza utajiri na hazina kubwa katika miaka ya mbeleni. Ni wakati wako sasa kuanza kuweka akiba sasa hivi. Usisubiri wakati ambao utakuwa na pesa nyingi ndio uanze kuweka akiba. Anza sasa na uweze kuona matokeo makubwa katika usimamizi wa fedha zako. Hapa ndio mwisho wa kipindi chetu leo. Usikose kipindi kijacho wiki ijayo. Mimi ni Maombi Abdiel. Kipindi hiki kimekujia kwa ushirikiano mkubwa wa Rain Dwellers pamoja na Toronto Legal Services. Karibu sana na endelea kufuatilia Rain Dwellers Media.